Somo letu la leo linapatikana kutoka katika kitabu cha Samueli wa kwanza mlango wa 21. Samueli wa kwanza mlango wa 21. Na hapa tunaangalia neno linalosema mikate mitakatifu au mkate mtakatifu ni kwa ajili ya watu wa aina gani? Na mistari tutakaoishirikisha katika kazi yetu hii ni mistari 6 ya kwanza ya Samueli wa kwanza mlango wa 21. Basi Daudi akaenda Nobu kwa Ahimeleki kuhani. Ahimeleki akaenda kumlaki Daudi. Akaenda kumlaki Daudi akitetemeka. Akamuuliza Daudi, kwa nini wewe kuwa peke yako wala hapana mtu pamoja nawe? Daudi akamwambia Ahimeleki kuhani, mfalme ameniagiza shughuli, akaniambia asijue mtu awaye yote habari ya shughuli hii ninayokutuma, wala ya neno hili ninalokuamuru. Nami nimewaagiza vijana waende mahali fulani. Baada ya Daudi kujieleza hivyo kwa kuhani, Daudi akamuuliza kuhani, kuna nini basi chini ya mkono wako? Nipe mkononi mwangu mikate 5 au chochote ulichonacho hapa. Yule kuhani akamjibu Daudi akamwambia, hapa kwangu hapana mikate ya siku zote chini ya mkono wangu, ila mikate iliyopo hapa ni mikate mitakatifu. Je, vijana wako wamejitenga na wanawake? Naye Daudi akamjibu kuhani, akamwambia, hakika, Bwana Yesu asifiwe, hakika tumejitenga na wanawake siku hizi 3. Napo nilipotoka, vyombo vya vijana hawa vilikuwa vitakatifu, na safari yetu ilikuwa ni ndefu, na kwa sababu ilikuwa ni safari ya kitambo kidogo, nina uhakika vyombo vyetu vitakuwa ni vitakatifu zaidi. Kuhani baada ya kusikia hayo akampa Daudi ile mikate mitakatifu. Bwana wetu mpendwa Yesu Kristo arudishiwe heshima na utukufu milele na milele. Hebu tuangalie mstari wa kwanza kwa sehemu. Mfalme Ahimeleki alipomuona Daudi, kumbuka Daudi alikuwa hajawa mfalme, lakini alikuwa ni mpakwa mafuta wa Mungu, na kipindi hicho alikuwa ni kipindi cha kumkimbia mfalme Sauli, kwa sababu mfalme Sauli alikuwa anataka kumuua Daudi. Sasa mpako huyu mafuta wa Mungu alipomfikia Ahimeleki mfalme, Ahimeleki alimpokea Daudi akitetemeka kwamba ujio wa mtu mkubwa kama huu wa ghafla, sababu zake ni nini haswa? Kwa hiyo Ahimeleki alimpokea Daudi huku akitetemeka. Huyu mtu ambaye alimpokea Daudi huku akitetemeka, Daudi alipomuomba kwa kumuuliza una nini hapa kwako, na mfalme kumthibitishia kwamba mikate ya kawaida haipo, ila kuna mikate mitakatifu, pamoja na heshima zote alizokuwa nazo Daudi mbele ya kuhani Ahimeleki, lakini Ahimeleki hakuwa tayari kuvunja taratibu alizoziweka Mungu, ambazo yeye akiwa kuhani alikuwa ni msimamizi wa hizo taratibu. Kwa hiyo kabla hajatoa mikate ile mitakatifu kumpa Daudi, alitaka kuhakikishiwa na Daudi swala hili ambalo tunaliona amemuuliza Daudi katika mstari huu wa 4. Yule kuhani akamjibu Daudi akamwambia, hapana mikate ya siku zote chini ya mkono wangu, ila kuna mikate mitakatifu. Je, vijana wako wamejitenga na wanawake? Daudi akamjibu huyu mfalme, si tu vijana wangu, mstari wa 5,
Naye Daudi akamjibu kuhani akamwambia, hakika, yani yeye pamoja na vijana wake, hakika tumejitenga na wanawake siku hizi 3. Kwa hiyo hapa namrudishia heshima na utukufu Mungu aliye hai kutupatia kuhani anayeweza kusimamia sheria na taratibu alizowekewa na Mungu wetu wa pekee na wa kweli. Pamoja na kwamba ujio wa Daudi mfalme, amba hakuwa mfalme hapa kwanza, ujio wa Daudi ulikuwa ni ujio mkubwa, lakini mfalme huyu hakutetereka, akahakikisha anasimamia taratibu alizopewa na Mungu aliye hai kuzisimamia. Kwa hiyo Daudi, baada ya kumhakikishia kwamba yeye pamoja na vijana wake wamejitenga na wanawake siku 3 na vyombo ni visafi kwa sababu wamekuwa safarini kwa muda mrefu, ndipo kuhani akaridhia kuitoa ile mikate mitakatifu kwa Daudi pamoja na vijana wake. Bwana wetu mpendwa Yesu Kristo arudishiwe heshima na utukufu milele na milele. Amen. Sasa vitu tunavyotaka tuviangalie hapa kwa ufupi lakini kipekee sana. Tunaona kitu cha kwanza, kuna kuhani mtakatifu anayemiliki mikate mitakatifu. Jambo la pili, tunaona mikate mitakatifu inawekwa katika vyombo vitakatifu, yani mikate mitakatifu kwa vyombo vitakatifu. Jambo la tatu, tunaona kumbe mikate mitakatifu ni kwa ajili ya watu watakatifu. Watu watakatifu waliotengana na wanawake kwa muda wa siku 3. Tunapoambiwa hapa habari ya kutengana na wanawake kwa siku 3, maana yake hawakugusana na wanawake kwa njia yoyote ile kwa muda wa siku 3, ikiwa ni pamoja na kulala nao. Kwa hiyo kuhani mtakatifu anamiliki mikate mitakatifu. Mikate mitakatifu inawekwa kwenye vyombo vitakatifu. Mikate mitakatifu ni kwa ajili ya watakatifu waliotengana na wanawake kwa muda wa siku 3. Kwa mpangilio huu tunaendelea na neno linaloitwa takatifu. Tunaona tena kumbe Roho Mtakatifu ni kwa ajili ya watu watakatifu waliotubu dhambi zao zote na kubatizwa kwa jina la Yesu Kristo na kupata ondoleo la dhambi. Roho Mtakatifu si kwa ajili ya kila mtu. Roho Mtakatifu ni kwa ajili ya watu watakatifu waliotubu dhambi zao. Alafu watu hao watakatifu baada ya kutubu dhambi zao wanabatizwa kwa jina la Yesu Kristo. Wakishabatizwa kwa jina la Yesu Kristo wanapata ondoleo la dhambi, alafu wanapokea kipawa cha Roho Mtakatifu. Ukitaka kuiona hii utaiona katika Matendo ya Mitume 2:37-38. Walipoyasikia hayo, walimuuliza Petro pamoja na mitume wengine, tutendeje ndugu zetu? Petro akawaambia, tubuni, alafu mkishatubu kila mmoja wenu abatizwe kwa jina lake Yesu Kristo. Mkishabatizwa kwa jina la Yesu Kristo, baada ya kutubu mtapata ondoleo la dhambi zenu. Mkishaondolewa dhambi, mtakuwa ni watakatifu wenye haki ya kupokea kipawa cha Roho Mtakatifu. Bwana wetu mpendwa Yesu Kristo apewe heshima zake milele na milele. Na somo letu hili fupi linaishia hapa, lakini kuna mambo ya kutafakari kidogo. Je, kuhani wako ni mtu wa namna gani? Tumeona kuhani mtakatifu anamiliki mikate mitakatifu. Je, wewe ni mtu wa namna gani kabla hujaenda kupokea mkate mtakatifu ambao ni mwili wake Yesu Kristo? Je, ni mtakatifu uliyetengana na wanawake kwa muda wa siku 3? Haya, vyombo vinavyotumika unavyovijua wewe kwa ajili ya kupokea au kuhifadhia mikate mitakatifu ni vyombo vya namna gani? Haya, na kuachia wewe jiulize kabla haujafika kwenye meza ya Bwana kwa ajili ya kupokea mkate mtakatifu ambao ni mwili wa Kristo Yesu. Amen.